Kipengele chetu cha pili sasa, hukumu mara baada ya kufa. Biblia inaeleza waziwazi kwamba mtu anapokata roho sekunde ile ile hukabiliwa na hukumu. Mahubiri ya watu wengi wanaodanganya watu na kusema kwamba ukifa kuna hali fulani ya kusubiri, tukufanyie sala, tukuombee, tukutolee sadaka ili uweze kupenya mahali fulani palipo nzuri. Mahubiri yote namna hiyo ni mahubiri ya kishetani, yana lengo la kuwafanya watu waamini katika maombi ya watu wengine mara baada ya kufa kwao, kitu ambacho si kweli. Hakuna maombi yoyote ambayo anaweza kumsaidia mtu yoyote aliyekufa. Ukifa katika dhambi unakwenda jehanamu ya moto, unakabiliwa na hukumu sekunde hiyo hiyo, unapitiliza motoni mara moja, na kama umeishi maisha ya haki unakwenda mbinguni mara moja. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 Biblia inasema, Waebrania 9:27, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, mara baada ya kufa mtu hukabiliwa na hukumu. Mafundisho potofu ya kishetani yamekuwa yakifundisha tena na tena na kuambia watu kwamba mtu anapokufa tu mara moja, anapokufa anahesabika amelala. Na maandiko yafuatayo ndiyo yanayotumika na wahubiri hao, na wanayatafsiri maandiko hivyo, maandiko hayo isivyo sahihi. Mathayo sura 27 kwa mfano mstari wa 52 ni miongoni mwa mistari inayotafsirika, wanayotafsiri vibaya wakati tafsiri yake sio hiyo. Mathayo 27:52, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Miili mingi ya watakatifu waliolala. Na wanasema, unaona hapo Biblia inaeleza wafu wanapokuwa wamekufa miili yao hulala tu. Andiko jingine ambalo wanalitumia ni Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20. Biblia inaeleza, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Yohana sura ya 11 mstari wa 11 na 14, Yesu Kristo akawaeleza wanafunzi wake wakati Lazaro alipokuwa ameugua na ameletewa taarifa ili aweze kwenda kumwombea hatimaye aweze kupona. Yesu hakwenda, aliendelea na shughuli zake za kiinjili, na mara baada ya muda Lazaro akawa amefariki. Mara baada ya Lazaro kuwa amefariki, Yesu akiwa na ufahamu wote akawaambia wanafunzi wake maneno haya ambayo hao wengine sasa wanayatafsiri maandiko hayo kimakosa. Tasoma mstari wa 11 na mstari wa 14. Yohana 11 mstari wa 11. Aliyesema hayo kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Wanasema, unaona, hapa namaliza, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Rafiki yetu Lazaro amelala. Wanasema, unaona, Lazaro alikuwa amekufa, lakini Yesu anasema alikuwa amelala. Mstari wa 14. Basi hapo Yesu akamwambia waziwazi, Lazaro amekufa. Watu hao husema mtu anapokuwa amekufa kulala tu, na hata mwili wake anapokuwa kule kaburini hafahamu lolote. Hivyo huhoji watu hawa na kusema, ninyi ambao mnasema kwa mtu akiwa amekufa mnasema anakwenda motoni, ni waongo, kwa sababu mnasema hivyo wakati maandiko yanasema wafu hawajui lolote, hawana kumbukumbu lolote. Andiko ambalo linatumika mara nyingi, karibu mara zote, ni Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5. Biblia inasema, na tafsiri kiupotofu, Biblia inasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Wafu hawajui lolote. Wanasema, mnawezaje kusema watu hawa wanakabiliwa na hukumu? Wanawezaje kukabiliwa na hukumu wakati hawajui lolote? Na wanasisitiza kwamba watu wanakuwa wamelala, na mtu akiwa amelala hana ufahamu wote, hajui lolote, anawezaje kukabiliwa na hukumu? Ni muhimu sasa kuweza kuelewa, kwa kila mmoja wetu kuweza kuelewa kwamba
mara mtu anapokufa, ni muhimu tufahamu kufa kwanza maana yake nini. Kufa ni kitendo cha mwili kutengana na roho. Mwili unapotengana na roho, nini kinatokea sasa katika ulimwengu huo? Mwili unabaki kaburini. Lakini roho sasa ambayo inaambatana na nafsi ya mtu yule inavalishwa mwili mwingine unaoitwa mwili wa roho. Yaani mwili ulioko katika ulimwengu wa roho. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 44. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 44, Biblia inasema, upande wa mwili wa asili ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Kwa kuna miili ya roho, miili ambayo ni maalum ya kuvalishwa, imetengenezwa kwa ajili ya roho hizi tulizo nazo. Roho hizo ziweze kuingizwa katika miili hiyo. Kwa hiyo ni miili ya ulimwengu wa roho. Na kinachotokea ni nini? Kama mtu ameishi katika dhambi, mwili ule roho ya mtu yule inapokuwa imetoka katika mwili wake na inapoingizwa katika mwili mwingine, maana inatoka na nafsi, inapoingizwa katika mwili mwingine, sasa ndipo mtu yule anaenda kukabiliwa na hukumu. Hatuna budi kufahamu, ili mtu asikie maumivu, ni lazima roho na nafsi viambatane na mwili, viwe pamoja, ndipo mtu anaweza kusikia maumivu. Lakini mtu anapokuwa amekufa, kinachotokea ni kwamba nafsi inaondoka, mwili na nafsi, roho na nafsi inaondoka, inaenda katika mwili mwingine. Na mwili huu wa kibinadamu, kwa sababu unakuwa hauna roho na nafsi, ili mwili usikie maumivu, ni lazima mwili uambatane na roho na nafsi. Na inapokuwa imeambatana, ndipo mtu anaweza kuhisi raha au anaweza kuhisi maumivu. Ila roho na nafsi vikiondoka, mwili unabaki hauna maumivu, hauna kumbukumbu, na unahesabika umelala tu. Kwa kinachokuwa kimelala makaburini ni mwili, ila roho na nafsi ya mtu yule vimeondoka. Na vinapoondoka sasa, vinapokwenda kuvalishwa mwili mwingine, mwili wa roho, kwa sababu vinaambatana na mwili, hivyo mtu huweza kusikia maumivu au huweza kuhisi raha. Maandiko yafuatayo ni ushahidi wa jambo hilo. Luka sura ya 16. Luka sura ya 16 mstari wa 19. Luka sura ya 16 mstari wa 19 mpaka mstari wa 24. Luka 16:19 mpaka mstari wa 24. Andiko linalotupa ushahidi wa wazi kwamba watu waliokufa katika ulimwengu mwingine, kwa sababu wamevalishwa miili mingine, huweza kuhisi raha kama wako kwenye raha, au wanaweza kuhisi maumivu kama wako kwenye maumivu. Luka 16 mstari wa 19 mpaka mstari wa 24 ninasoma. Akasema, alikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Tajiri huyu alikuwa hajaokoka. Na maskini mmoja jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake na vidonda vingi. Lazaro alikuwa ameokoka, aliishi maisha ya utakatifu, naye alikuwa akitamani kushibishwa kama kombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Lazaro anakufa, anakwenda mahali pazuri. Mstari wa 23 sasa, anakwenda mahali pazuri Lazaro. Mstari wa 23, basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye nchi ya kidole chake maji, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto. Baba, tuendelee mpaka mstari wa 25. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Lazaro anafarijiwa, anasikia raha. Kama unasema mtu aliyekufa anakuwa amelala tu, anawezaje kusikia raha?
Kilicholala kaburini ni mwili ambao hauna kumbukumbu, hauwezi kusikia raha, hauwezi kusikia maumivu yoyote. Kwa sababu ili usikie maumivu au raha, mwili lazima uambatane na roho na nafsi. Roho na nafsi zimevalishwa mwili mwingine wa roho, na ni mwili huko katika ulimwengu wa roho. Hivyo walioko huko katika ulimwengu wa roho wakiwa wamevalishwa mwili na nafsi zao ziko katika miili mingine. Kama waliishi maisha matakatifu wako mbinguni wanapata raha, na wale waliishi maisha ya dhambi wako motoni, na hivyo wanapata hukumu. Ndio maana Ibrahim akamwambia katika mstari wa 24, yule tajiri analia kwa nini? Anasikia maumivu. Ila mwili wake uko kaburini, hauna kumbukumbu lolote, hausikii maumivu yote. Na ni ushahidi wa dhahiri kwamba hata bila miili hii tulionayo haitutishi jambo hilo. Hata kama hatuna miili hii tulionayo sasa, tutakapokufa, maandiko yanasema bila miili hii, Ayubu anaeleza, tunaweza kumuona Bwana. Maana yake tunaweza kumuona Bwana bila miili hii tulionayo duniani. Tunaweza kuvalishwa miili mingine ya roho na tukamuona Bwana. Katika Ayubu sura ya 19 mstari wa 26. Ayubu 19:26. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Pasipo mwili wangu nitamuona Mungu. Kwa sababu hiyo, mara tu mtu anapokufa, sekunde ile ile anapokata roho, sekunde hiyo hiyo anapitiliza, anavalishwa kwanza mwili mwingine, roho inatoka na nafsi yake inatoka, inaambatana na mwili wa roho, na ikishaambatana na mwili ule wa roho, kama ni mwenye dhambi, sekunde ile ile anatupwa katika jehanamu ya moto. Na yule ambaye ameishi maisha matakatifu, sekunde ile ile anaenda mbele za Bwana, anavalishwa mwili wa roho. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40, tena kuna miili ya mbinguni, wale watakatifu wanavalishwa mwili ya mbinguni. Roho na nafsi inaachana na mwili wa duniani, inavalishwa mwili wa mbinguni. Halafu kuna kwenda zako mbinguni. Wale wanakwenda motoni wenye dhambi watavalishwa miili ya roho ya motoni. Tena kuna miili, Wakorintho wa kwanza 15:40, tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake, yani utukufu wake, uzuri wake, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Manake uzuri wa miili ya duniani na uzuri wa miili ya mbinguni havifanani, ni mbali sana, ni tofauti sana kwa namna isivyoweza kufanana. Kwa sababu hiyo, si kweli kwamba mtu anapokufa analala, lakini mtu anapokufa sekunde ile ile hukabiliwa aidha kwenda motoni sekunde ile ile au kwenda mbinguni sekunde ile ile. Wale watu ambao wanadanganya wenzao na kuambia kwamba ukifa tutakutolea sadaka, ukifa tutakuombea, kwamba tutafanya sala. Wale wadanganyifu ambao wanasema ukifa sekunde ile ile, hata kama una dhambi kiwango fulani, basi ukifa unaenda toharani au unaenda purgatory. Katika lugha ya Kiingereza inaitwa purgatory. Kama unaenda toharani, ni mahubiri ya kishetani, ni mahubiri ya kuzimu ambayo yanalenga kuwafariji wenye dhambi kwamba hata kama unakufa hautaenda motoni moja kwa moja. Utaenda mahali fulani pa katikati, alafu mahali hapo pa katikati tutakufanyia maombi na kutolea sadaka, na kwa kutolea huko sadaka utanyanyuliwa, hatimaye utapenya kwenda mbinguni. Hayo ni mahubiri ya uongo, ni mahubiri ya kuzimu, yana lengo la kukupeleka jehanamu ya moto. Ukweli ni huu: hukumu hutokea sekunde ile ile unapokuwa umekufa. Kama ni mwenye dhambi, unakwenda motoni moja kwa moja. Ni wale tu waliotubu dhambi zao na kuokoka na kuishi maisha matakatifu kabisa, kujitenga na kila namna ya dhambi. Biblia inasema katika Ibrania 12:14, inaeleza tafuteni kuwa na bidii, tafuteni kuwa na amani, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Bwana, ambaye hakuna mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kama huna utakatifu, huwezi kumwona Bwana. Uongo wote kwamba ukiwa na dhambi fulani chache unaweza kuonewa huruma. Dhambi moja tu ilimtosha Mungu kumfukuza Adamu na Hawa. Na dhambi yenyewe haikuwa dhambi yoyote ya ajabu kama wanadamu tunavyojidanganya. Ilikuwa ni kula matunda tu waliokatazwa wasiane. Kwa sababu hiyo, hatuna budi kukumbuka tena na tena, hukumu hutokea sekunde ile ile mara baada ya kufa.
Mwenye dhambi unakwenda motoni, mwenye haki mtakatifu unakwenda mbinguni. Hilo kinatuleta katika kipengele cha 3 kinachosema mateso yasiyopimika yaliyoko kwenye jehanamu ya moto. Mateso yasiyopimika yaliyoko kwenye jehanamu ya moto.